Katika yale maswali kuna swali jingine ambalo pia niliulizwa, nimesahau kulitaja. Hilo ni moja amelitaja na kwamba ikiwa hana kitu, lakini anasema je, ikiwa hakumfananisha, yani si kwa sababu ya kuharamisha kumwingilia, hakumwambia wewe mimi nakuona haramu kama ninavyoona mamangu, mwenyewe kamsifu tu, wewe bwana, wewe kaa mama, kwa kupika vizuri, kwa uangalifu, kuangalia mahaba yake, mimi bwana, wewe kama mama, kama unaelea bwana, hiyo haingii katika dhihari, haingii katika dhihari. Haya mambo ya kawaida, si dhihari. Nazungumzia katika kuharamisha, ukasema wewe ni haramu kuingilia kama vile ambavyo ni haramu, sababu hapa haya ni matusi makubwa sana kumfananisha mamako na mkeo. Twende katika babu man harama zaujatahu, mtu ambaye kwamba akamharamisha mkewe, akasema sitamgusa mke wangu au amata au mjakazi wake kwa sababu fulani zilizotokea. Ndio hadithi namba hiyo nasema, Ali ibn Abbas radhiallahu anhu qala idha harama ar-rajulu imra'atahu, akiharamisha akasema mimi simsogelee mke wangu, ni haramu. Kwa hiyo hapo haiwezekani kumsogelea mpaka atoe kafara, fa hiya yaminu yukafiruha, hiyo itakuwa ni kiapo, ina lazima atoe kafara, atoe kafara. Huwezi kumharamisha mkeo, mkeo ni halali kumwingilia, wewe unafanya ni haramu kumwingilia vipi? Unaharamisha mke tu, kuna wengine uharamishi mbona. Kwa hiyo hapo itakuwa lazima atoe kafara. Huwezi kama alivyosema, tuchague maneno kusema na wake zetu, sio kila maneno mtu anaweza akayasema kumwambia mkewe, hizo hasira zako ziishe mitaani. Unaona, wakala akasema Allah Ibn Abbas akatilia nguvu maneno haya kwamba haya maneno ndivyo Qur'an inavyosema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hii inaashiria kwamba bwana mtume aliposema mimi bwana, baada kitaelezwa mbele, baada ya kushikiliwa sana na Aisha na Hafsa, nasema mimi sitamsogelea mke wangu, yani ni mjakazi wangu, kwa sababu taharamisha kitu ambacho ni halali. Katika hapa wa fi lafdhi, tamko jingine, annahu atahu rajulun qala, kaja mtu kwa bwana mtume akasema, atahu rajulun faqala, akasema inni ja'altu imraati alayya harama, mimi mfanya mke wangu kwangu ni haramu, kwamba nimeharamisha kumwingilia. Vipi utaharamisha kumwingilia mkeo? Kwanza kumwingilia mke ni sadaka, umeharamisha jambo ambalo kwamba Allah kajalia ni sadaka. Wewe sadaka gani unaitoa? Utoe hela wala msaada ina yote? Hata hii sadaka hiyo yako wewe pia uitaki, akaharamisha. Faqala, bwana mtume akasema, kadhabta, umesema uongo, si haramu mtu kumwingilia mkewe bwana, ni haramu kufanya zina. Zina ni haramu, lakini mtu kumwingilia mkewe ni haramu vipi? Uongo. Laysat alayka biharam, huo ni mkeo, si haramu kumwingilia. Thumma tala, kisha akasoma, ya ayuha nabiyu lima tuharrim ma halala Allahu lak. Hawita kwa Ibn Abbas mufassiri habrul umma. Ibn Abbas namuita habrul umma. Baadhi ya watu wanakosea, wanasema hibru, sio wino, habrul umma. Hizi harfu ndogo ndogo hizi, kasra, dhamma, fatha, zinaleta maana kubwa, na kama kuangalia zinaweza kuteremsha hadhi yako. Hibrul umma, hapana, sio wino. Hii ni habrul umma, wanazuoni mkubwa wa umma. Kwa hiyo Ibn Abbas anaita habrul umma. Huyu Ibn Abbas radhiallahu anhu anaendelea kufasiri, akasema hapo ndo akasoma aya, ya ayuha nabiyu lima tuharrimu ma halala Allahu lak. Mtume wa Allah kaambiwa, wewe unamshinda mtume. Mtume kaambiwa, kwa nini unaharamisha jambo ambalo Allah kakuhalalishia? Pale aliposema alipoona amesakamwa na Aisha na Hafsa, maana Hafsa na Aisha radhiallahu anhuma walikuwa wanasikilizana sana. Maneno haya kwa kumchukia nani? Mjakazi wake Maria aliozaa naye Ibrahim.
Kwa hiyo bwana Mtume mwisho akasema basi sitamuingilia. Hapana bwana, huyu ana haki uingilie. Sisikize maneno haya, maneno yao hawa haweki sheria, sheria inawekwa na Allah. Ndio Ibn Abbas atoa usaidi akasema, ya Allah kaambiwa nani, Mtume kaambiwa ya ayuha nabii lima tuharimu ma halallahu lak. Kisha naendelea Al-Majid bin Taymiyah rahimahullah asema aghlabul kafarati, kafara nzito katika zile kafara ambazo mtu akiambiwa kaleta kiapo, unatakiwa alete kafara kubwa ambaye nzito zaidi, itqu raqaba. Inaanza hiyo kwanza, itqu raqaba, kumkomoa. Yesu anapenda kutawala wenziwe, kufanya wenziwe ni watumwa, yeye muungwana, basi na huyo atakuwa muungwana, mwacha huyo. Alafu anakuja mengine tena, itqu raqaba, rawahu Nasai. Hadithi hii inatilia nguvu pale pale ambayo imekuja kwa riwaya ya Ibn Abbas radhiallahu anhu. Kumbe hata Anas bin Malik pia akapokea hadithi hiyo, akasema, lakini yeye Anas kaweka wazi zaidi, akasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu amatun, alikuwa na mjakazi, yatauha, ana haki ya kumwingilia mjakazi. Katika wakati huo alipokuwa kuna wajakazi, alikuwa mtu akiwa na mjakazi anaweza kumwingilia, ni bwana wake yeye. Falam tazal, hakuacha kuwa Aisha wa Hafsa. Inafasiri hadithi ya mwanzo, hakuacha kuwa Aisha na Hafsa, hawa ni watu pamoja, mmoja ni mtoto Siddiq Abubakar na mmoja mtoto wa Umar, wote ni watu waliokuwa karibu na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka siku moja kwamba Al-Faruq Umar alikuwa kumwambia mwanawe Hafsa, wewe bwana asikuhadai huyu Aisha bwana, Aisha ana nafasi kubwa kuliko wewe, huyu mwenzio anapendwa sana na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika wake wote bwana Mtume akimpenda mno Aisha kuliko wote. Usishindane naye bwana huyu, ukawa naye ifanya ndoka haya sasa, ikawa ameshikana wanamzogoma bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu huyo mjakazi wake, hata haramaha ala nafsi, mpaka kaharamisha kwamba basi mimi simwingilii tena huyu mjakazi wangu ambaye ni mama mwanae Ibrahim. Faanzala Allahu azza wa jalla, anasema Anas, hapo ikashuka aya ya ayuha nabiyu lima tuharimu ma halallahu lak. Anaelezea miongoni mwa sababu za nuzuli aya hii iliyopo katika sura Tahrim, ya ayuha nabiyu lima tuharimu ma halallahu lak. Lakini pia pamoja na amri ngumu kama hii aliyoteremsha Allah kumwambia mtume, lakini pia kwa lugha nzuri kwa kumchumbeza mtume wake, amwambia ya ayuha nabiyu, akusema ya Muhammad, katumia lugha ya upole, ya nabii, sifanye hivyo, lima tuharimu ma halallahu lak, mpaka akhiri ya aya. Rawahu Nasai. Hapa leo alhamdulillah tumemaliza mlango wetu wa nini, mlango wetu wa dhihari, mlango wa dhihari. Patosha hapa, mambo yatasimama mwili. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, atuonyeshe njia sawa na atuwepe uwezo wa kuyatumia tuyasoma kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.